Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Pastor Sam Gripa kutoka kanisa la Total Transformation, na namshukuru Mungu kwa neema na baraka ambayo amenipa kuweza kusimama mahali hapa siku ya leo katika msimu huu wa Christmas na kukuhudumia kwa mamlaka ya jina lenye uweza la Yesu Kristo. Kwa dakika hizi ambazo nitakuwa nazo, mtu wa Mungu, nitakuwa nikizungumza na wewe kwa habari ya kusudi la kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na tunapaswa kufahamu kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo kama tukio lilikuwa linayo background ndefu sana ambayo ilikuwa imehusisha matukio mbalimbali ambayo kwa hayo matukio Mungu alikuwa kila mara anathibitisha, anaendelea kufunua na kuhakikishia ulimwengu juu ya ahadi ya ujio wa Yesu Kristo kama Masihi atakayeokoa ulimwengu na dhambi zake. Na mwanzo kabisa mwa hiyo ahadi, au tunaweza tukasema kwamba hiyo ahadi inaanza kuextend, inaanza kuflow kutokea pale kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, mahali ambapo Mungu anaposhughulika na kosa la Adam na Eva, anatoa unabii, anatabiri, anahubiri kwa mara ya kwanza juu ya ujio wa Yesu Kristo kwamba mzao wa mwanamke atakuja, atamponda uzao wa nyoka kichwa, na uzao wa nyoka atamponda uzao wa mwanamke kisigino. Na maandiko yanaongea katika waraka fulani wa Yohana, ile ni waraka wa kwanza, bila shaka anazungumza kwamba kwa kusudi hili mwana wa Adam alidhihirishwa ili apate kuziharibu kazi zote za mwovu. Ni sehemu ya ukamilifu wa ule unabii ambao Mungu alianza kuutoa kuanzia pale kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo kuna fulfill yale ambayo Mungu aliyaandaa tangu mwanzo, aliyatabiri na kuyazungumza tangu mwanzo. Kwa nini ni tukio lenye maana sana kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Ni kwa sababu ya kazi ambayo ameikamilisha. Tusingekuwa na sababu ya kukaa kuzungumza habari ya kuzaliwa kwake kama asingeweza kufanya vizuri kusudi ambalo limemleta au lilimleta hapa duniani. Kwa hiyo kwa dakika hizi chache nitashare na wewe kusudi la ujio wa Yesu Kristo duniani, na hasa ujio wake kwa njia ya kuzaliwa kama wanavyozaliwa wanadamu wote. Na nitajilimit kwenye sura ya 2 ya Mathayo mstari wa 1 na wa 2, alafu nitakimbia kidogo niruke nene kwenye ule mstari wa 11. Maandiko yanasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mstari wa 11 unasema, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Hawa mamajusi ambao wanatajwa, na hii story ni maarufu sana, hawa mamajusi ambao wanatajwa walikuwa tu ni wataalamu wa mambo ya anga ambao wanaweza kusoma nyota, na sasa sio katika namna ambao wasoma nyota hawa wakati huo wanafanya. Hawa walikuwa na huo utaalamu ambao ndani yake hauhusishi uchawi kabisa, ni uelewa tu wa kuelewa details za mambo ya anga au anga na namna ambavyo zinahusiana na matukio halisi yanayotokea kwenye ulimwengu wa wakati huo unaowazunguka. Kwa waliona nyota, na ile nyota ikawapa taarifa kwamba yuko mfalme ambaye amezaliwa. Unaweza kujiuliza kwamba hizi taarifa walizitoa wapi? Wataalamu wengi wana suggest kwamba hawa mamajusi walikuwa wana asili ya Uajemi ama Babel ama Arabia, na kama itakuwa ni miongoni mwa hayo maeneo, probably waliwahi kusikia habari ya unabii wa ujio wa Masihi kutoka kwa Wayahudi. Kwa hiyo na wao walikaa kuisubiria kuona hiyo ahadi ikitimia, na wanaanza kuona alama ya hiyo ahadi, na wanafata ile nyota mpaka mahali ambapo inawaongoza. Ndipo pale wanamkuta Yesu Kristo na mama yake, na maandiko yako wazi sana kwamba wanamsujudia, na baada ya kumsujudia wanatoa zawadi zao kwa yule mtoto aliyezaliwa. Nataka tukae pale kwenye zile zawadi ambazo walizitoa, kwa sababu kwa sehemu kubwa sana zina communicate sehemu ya kusudi la ujio wa Yesu Kristo duniani. Mstari wa 11 pale nikurudishe, mtu wa Mungu, anasema wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu. Tunu maana yake ni vitu vya thamani. Anasema kwa hiyo wakatoa sasa dhahabu. Kwa tunaona zawadi ya kwanza ni dhahabu, wakatoa na uvumba, wakatoa na manemane. Hizi ndizo zawadi ambazo walikuwa wamempelekea Yesu Kristo, na kila zawadi moja ambao waliitoa kwa sehemu fulani inazungumza juu ya habari ya kusudi ambalo Yesu
alikuwa amekuja nalo hapa ulimwenguni. Na nataka kuamini kwamba sio lazima sana hawa mamajusi wawe walikuwa wanajua wanachokifanya, kwamba kinafunua kusudi la Yesu Kristo. Probably wao waliamua tu kutoa kama ambavyo wangeenda kutoa kwa namna yoyote ile, lakini aina ya matoleo waliyoyatoa, kwa sababu walikuwa wanatoa kwa mtu asiye wa kawaida, yakawa yanafunua hatima ya huyo mtu, na by implication yanapofunua hatima ya Yesu Kristo, maana yake yanafunua pia na hatima zao. Na ndio maana ukisoma sura ya kwanza ya Mathayo, wakati ambao malaika anamwambia Mariam atamuhitaji mtoto wake atakayemzaa, ile identity ya Yesu Kristo haitupi tu utambulisho wa Yesu Kristo, inatupa pia na utambulisho wetu ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu malaika alimwambia utamuita mtoto huyu Yesu kwa sababu ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hilo jina linafunua identity ya mtoto, yes, lakini pia linafunua identity ya watu watakaookolewa, kwamba watakuwa ni watu waliookoka. Kwa vile vile hawa jamaa wanapotoa hizi sadaka, hizi zawadi, haya matoleo, yalikuwa yanafunua identity ya Yesu Kristo, and at the same time yanafunua kusudi ambalo Yesu amelibeba kwa ajili ya ulimwengu. Kwa mfano, tuanze na habari ya dhahabu. Dhahabu mara nyingi ilikuwa inatumika kama zawadi ya heshima kwa wafalme. Wafalme wengi wa nyakati za kale lazima tu utakuta katika tawala zao, katika maeneo yao ya utawala, ikulu zao, lazima ukute mguso wa dhahabu. Kama sio kiti kimetengenezwa na dhahabu, basi vyombo wanavyovitumia. Kwa hiyo dhahabu ilikuwa inaonekana ni madini ya thamani ambayo kwa kweli mwenye haki ya kuyamiliki ni mfalme. Ndio alikuwa anaweza kuyamiliki, na anaweza akatoa hata maongozi na mwongozo kwamba yatumike kwa namna gani katika maana hiyo au katika namna hiyo. Kwa hiyo hawa jamaa wanamletea Yesu Kristo dhahabu, na hiyo dhahabu ina signify kwamba huyu ni mfalme, huyu ni mfalme. Lakini jambo la pili ambalo tunaona wanatoa uvumba. Uvumba ambayo ilikuwa ni manukato, uvumba. Na ukirudi kwenye muktadha wa Agano la Kale, kwa sababu Agano Jipya kimsingi, background ya Agano Jipya ni Agano la Kale. Kwa concept nyingi za Agano Jipya tunazoziona huwa zinajengwa, zinasimama na kusimamishwa kwenye msingi wa Agano la Kale. Sasa matumizi ya uvumba katika Agano la Kale ilikuwa ni kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya maombi. Kuhani au kuhani mkuu zaidi ndio alikuwa anaruhusiwa kuingia patakatifu pa patakatifu akiwa na akifukiza uvumba kama ishara ya maombi ya watu kwa Mungu. Kwa kuhani ndio alikuwa anaruhusiwa kuingia na kufukiza uvumba mahali patakatifu, iwe pawe ni sehemu ambayo kuna harufu, kuna manukato ambayo yanaelezea namna ambavyo Mungu anayapokea maombi ya watu na anayaridhia maombi ya watu. Kwa hiyo wanapokuja hawa wageni, hawa mamajusi, na kumpatia Yesu zawadi ikiwemo uvumba, manake wanaelezea kwamba huyu ni kuhani, na nitaelezea mambo moja baada ya jingine angalau kwa sehemu tuweze kuelewa. Na baadaye wanatoa kitu kinaitwa manemane. Wala usichanganyikiwe, sio hela hela. Manemane yalikuwa ni aina fulani ya mafuta ambayo yanatengenezwa kutoka kwenye mti mmoja unaitwa mbani. Ule utomvu wa mbani unatumika ule kutengeneza aina hii ya mafuta inayoitwa manemane. Yalikuwa na matumizi mengi sana haya mafuta, lakini miongoni mwa hayo matumizi ni kwa ajili ya kupaka maiti au kuhifadhia maiti. Kwa hiyo yalikuwa yanatumika katika hiyo namna. Na wanapompelekea Yesu Kristo, imagine mtoto amezaliwa, wala hana hata mwezi, hana hata muda mrefu, amezaliwa, wanampelekea zawadi ambayo kikawaida, pamoja na matumizi yake mengi, miongoni mwa matumizi yake huwa inatumika kwa ajili ya maiti, kwa ajili ya watu waliokufa. Hiyo ilikuwa inaelezea kwamba huyu mtoto amezaliwa kwa ajili ya kufa, ndio lengo lake. Amezaliwa kwa ajili ya kuwaokoa watu wake kwa njia ya kifo. Kwa hiyo manemane ingeelezea kusudi la Yesu Kristo kuwa sadaka. Sasa mambo haya matatu, mtu wa Mungu, ndio hasa kusudi la kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwanza, alizaliwa ili aulete ufalme wa Mungu duniani huku yeye akiwa mfalme. Pili, alizaliwa ili awe kuhani anayetupatanisha sisi na Mungu. Na tatu, alizaliwa ili awe sadaka ya upatanisho kati yetu na Mungu. Mimi nitaanzia hapa chini kwanza kwenye habari ya sadaka, alafu nitakuwa nikipanda juu kidogo. Katika Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, maandiko yamekuwa wazi sana na yamekuwa na uaminifu sana, yamekuwa faithful sana kutuonesha na kutuelezea namna ambavyo Mungu amekuwa akizisamehe dhambi za watu. Kwa utagundua kwenye maandiko
Mungu huzisamehe dhambi za watu kupitia kile tunachoweza kukiita sadaka mbadala. Na kwa nini Mungu anatumia sadaka mbadala? Mungu anatumia sadaka mbadala kwa sababu ya upendo alionao kwa watu. Kumbuka, kanuni ya kiroho ya dhambi inaita mauti juu ya yeyote aliyetenda dhambi, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa kanuni ya dhambi na hata msamaha wa dhambi unaiita mauti kwa anayetakiwa kusamehewa. Lazima mauti ihusike. Kwa aliyefanya dhambi lazima ametembea kwenye mauti, lazima mauti iko juu yake. Lakini tunaona kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, Mungu anapokuwa na deal na ile kosa la Adam, na ile sura ya 3 nzima ukiisoma utaona Mungu anamchukua mnyama asiye na hatia, anaitumia ngozi ya mnyama asiye na hatia kuweza kuifuta au kuifunika ama kuisitiri dhambi na aibu ya Adam na mke wake. Na ni kwa namna hiyo ndio Mungu sasa baadaye wakati wa kina Musa huko akarasimisha huo utaratibu uwe ni utaratibu endelevu wa watu kumsogelea yeye na kutengeneza mahusiano na yeye. Kwa hapa kwa kina Adam, yeye ndio alianza kufanya akitumia sadaka mbadala ili kuweza kuwasamehe watu wake. Kwa nini hakuruhusu ile dhambi ilete madhara ya moja kwa moja, hasa madhara ya mauti? Kwamba wafe kabisa na wasiwe na tumaini lingine. Kwa nini hakuruhusu hiyo kitu iende moja kwa moja kwa muhusika aliyetenda dhambi? Ni kwa sababu ya upendo alionao. Lakini kwa nini anatumia sadaka mbadala badala ya kumwadhibu au kuruhusu adhabu iende kwa muhusika? Ni kwa sababu ya utakatifu alionao. Manake Mungu anapotumia sadaka mbadala ni kwa sababu anampenda mtu, na kwa sababu ya utakatifu wake hawezi akaruhusu tu dhambi ipite bila kuhukumiwa. Ndio anaielekeza hasira yake kwa kitu kingine kisicho na thamani sawa na mwanadamu. Kwa sasa anatumia sadaka mbadala, ndio namna yake ya kusamehe dhambi kwenye Agano la Kale lote. Anakuja anarasimisha hiyo system kwa kina Musa kwamba mtu anapokosea alete matoleo ya amani, na watu walikuwa wanafanya hivyo. Kila mwaka wanatoa matoleo ya amani. Kitabu cha Ibrania sura ya 10 kinatuambia vizuri kwamba hizo sadaka zote ambazo walikuwa wanazitoa hawa jamaa hazikuweza kuondosha dhambi zao milele, lakini sadaka ya Yesu Kristo imeweza kuondosha dhambi za wale wanaomwamini milele. Kwa Mungu anamtumia Yesu Kristo kama sadaka mbadala wangu. Mahali ambapo dhambi ilitakiwa iniletee madhara mimi, initoe mimi mahali pa nafasi, Mungu anamweka Kristo na ananiweka mimi mahali pa Kristo. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari 21 anasema, yeye asiyejua dhambi Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tuwe haki ya Mungu. Na mtu huyo anayezungumziwa hapo ni Yesu Kristo. Kwa tendo la hawa jamaa kuleta manemane kwa Yesu Kristo, walikuwa wanahubiri juu ya kifo chake msalabani, na kifo chake hakikuwa cha kawaida, kilikuwa ni tendo la Mungu kutoa sadaka mbadala wa mauti yangu mimi, ili kwa kifo cha Kristo mimi niweze kuwa salama, mimi niweze kuwa na uzima wa milele, mimi niweze kuwa hai. Lakini jambo lingine pale utamwona Yesu Kristo kama kuhani. Wanapotoa uvumba kwake, uvumba ulikuwa unatumika na makuhani. Kwa Yesu Kristo kama kuhani ndiye daraja anayetupatanisha sisi na Mungu. Na unajua kuhani alikuwa anachukua double identity kulingana na mahali aliposimama kwa wakati husika. Kwa kuhani anaposimama kwa watu anakuwa na identity ya Mungu kwa ajili ya watu. Kuhani anaposimama mbele za Mungu anaibeba identity ya Mungu, ya watu kwa ajili mbele za Mungu, kwa ajili ya kuwasogeza mbele za Mungu. Na ndio sababu ya kwa nini Yesu Kristo hakuja kama Mungu. Ndio sababu ya kwa nini Yesu Kristo alichukua namna ya mwanadamu, akazaliwa kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu. Na ni ajabu sana kwamba alijilimit hata kwenye mifumo ya wanadamu aliyoikuta by that time. Aliongea lugha ambayo kawakuta watu wanaongea Kiaramaiki. Alifanya mambo kwa namna ambayo wao huwa wanafanya. Huwa nawaambia vijana wangu pale kanisani kwamba sio kweli kwamba Yesu alikuwa hajui kutakuwa kuna smartphones baadaye, patakuwa pana technology kubwa. Yote alikuwa anayajua, lakini hauoni katika mazungumzo yake akiyaongelea hayo sana, kwa sababu alichagua, aliamua na alitakiwa kujilimit kwenye technology, kwenye utamaduni, kwenye lugha na hata kwenye hali aliyoikuta, ili aweze kuchukuliana na watu waliowakuta. Kwa sababu moja kati ya sifa kubwa na ya muhimu sana ya kuhani ni uwezo wa kuchukuliana na watu anaowatambulisha mbele za Mungu.
Kwa kama hawezi akakaa mahali pa wale watu, akawa kama wale watu, akaji-identify sawa na wale watu, hastahili kuwa kuhani. Waebrania inazungumza hivyo sura ya 4 mstari wa 15 kwamba hakuna kuhani ambaye anaweza kuchukuliana na sisi isipokuwa Yesu Kristo, ambaye alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini yeye hakuwahi kutenda dhambi ya namna yoyote. Kwa hiyo ni daraja, anatuunganisha sisi na Mungu. Anapokuwa mbele za Mungu anaongea lugha yetu, anapokuwa mbele zetu anaongea lugha ya Mungu. Hata ukiangalia manabii wengi hata katika Agano la Kale walipoona maono ya mbinguni, wanasema na tukamwona mmoja mfano wa mwanadamu. Manake hata kabla hajaja duniani, Yesu Kristo kule mbinguni alikuwa ni mfano wa mwanadamu. Ukisoma Ezekiel 1 itakuonyesha hiyo kitu. Ezekiel anaona hayo maono, anasema nikamwona na mmoja mfano wa mwanadamu. Ukisoma Daniel sura ya 10 itakuonyesha hiyo kitu. Daniel anaona maono, anasema nikamwona mtu amesimama mbele yangu, ukajifunga mshipi wa dhahabu, miguu yake ni kama shaba. Ukiangalia hata zile habari za Shadrach, Meshach na Abednego kwenye kitabu cha Daniel, wanasema wakamwona na mtu wanne katika ile tanuru. Mara zote Yesu hata kabla ya kuja duniani, kuna nyakati amekuwa akijitambulisha kama mtu, kwa sababu lengo lilikuwa ni kuchukua identity ya watu atakaowabeba ili awe muombaji mzuri kwa ajili yao mbele za Mungu. Na Yohana 1:14 inasema hivi, neno akavaa mwili akaja kwetu, nasi tukauona utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Mungu, amejaa neema na kweli. Pamoja na kwamba alivaa mwili haukuzuia utukufu wake kuonekana, kwa sababu kama kuhani kazi yake ilikuwa ni kumleta Mungu kwetu, kwamba tunapomwangalia yeye tumuone Mungu na kutupeleka sisi kwa Mungu, kwamba Mungu anapomwangalia Kristo atuone sisi ndani ya Yesu Kristo. Kwa walipotoa zile zawadi za uvumba, walikuwa wanaelezea ukuhani wa Yesu Kristo. Kwa alizaliwa kwanza ili awe sadaka ya upatanisho, pili alizaliwa ili awe kuhani kwa ajili yetu mbele za Mungu, na tatu alizaliwa ili awe mfalme. Ndio maana zile dhahabu ambazo walimpelekea ilikuwa inaelezea ufalme na utawala wake. Concept ya ufalme kwenye maandiko ni concept pana sana. Kimsingi wanatheolojia watakubaliana na mimi kwamba sehemu kubwa ya mafundisho ya Yesu Kristo ilikuwa ni kufundisha kwa habari ya ufalme wa Mungu, namna ufalme wa Mungu ulivyo, namna ufalme wa Mungu unavyoenea, huku yeye mwenyewe akiwa ni part ya hiyo ufalme, au ndio tafsiri halisi ya hiyo ufalme. Nataka nisome andiko moja la mwisho alafu nimalizie, mtu wa Mungu. Sura ya 18 ya Yohana mstari wa 36. Nataka nikuonyeshe kwamba nature ya ufalme wa Yesu Kristo si sawa na falme za ulimwengu huu. Kwa hiyo anasema, Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu sio wa hapa. Ni muhimu sana kuielewa concept ya ufalme wa Yesu Kristo, lakini zaidi ni muhimu sana kuelewa kwamba ufalme wake si sawa na ufalme wa dunia hii ambao unatengenezwa na wafalme na watawala wanaobadilika, wanaoharibika, waliojaa ubadhilifu, waliojaa udhalimu wa kila namna. Ufalme wake ni wa haki. Wakati ufalme wa dunia unasema ili mtu awe mkuu lazima ajibrandi, awe bonge moja la mtu na nini, kanuni ya ufalme wa Yesu Kristo inasema kwamba ili uwe mkuu lazima uwe mtumishi wa wote. Ni tofauti. Ili uwe mkuu lazima unyenyekee chini ya watu wote. Sasa ndio ufalme ambao Yesu alikuwa ameuleta. Kwa tafsiri ya haraka, ufalme wa Yesu Kristo ni utawala wa Mungu, lakini hata hivyo si utawala wa Mungu juu ya wanadamu wote. Watu wa Mungu, Kristo ni Mungu kweli kweli. Kristo anatawala kweli kweli, lakini kwa sasa Kristo hatawali juu ya wanadamu wote. Kristo anatawala juu ya wale waliomwamini, wale ambao wanamtazama yeye kama Bwana, wale ambao wamechagua maisha yao yaongozwe na yeye, huku wakijitazama wao kama watumwa na yeye kama mfalme. Kwa hiyo ni kweli katika muktadha mpana Mungu ndio mtawala wa ulimwengu mzima. Okay, we can say that. Lakini tunapokuwa tunazungumzia habari ya ufalme wa Mungu kimaalum sana, tunaongelea kimaalum sana utawala wa Yesu Kristo ndani ya wale walioamini, ndani ya wale waliookoka. Alafu baadaye kuna picha nyingine ya pili ya utawala wa Yesu Kristo. Ndio maana hata yeye anapofundisha anasema ufalme wa Mungu tayari umekwisha kuja, kwa sababu yeye amezaliwa na yuko na anaishi na anatenda matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo anasema kama nikitoa pepo kwa kidole cha mkono wangu, maana yake ufalme wa Mungu tayari umekwisha kuja. Alafu mara nyingine anaongelea ufalme wa Mungu kama picha pana, anasema ufalme wa Mungu utakuja, utakuweko. Kwa hiyo kuna utawala wa Mungu kupitia Yesu Kristo upo duniani, hasa
hasa kwa wale wanaomwamini. Alafu baadaye kuna utawala wa Mungu ambao utadhihirika, na ndio pale maandiko yanazungumza kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Kristo ndiye mfalme wa wafalme. Sasa hivi tunaopiga goti na kukiri ni sisi ambao kwa ufunuo tumepata neema ya kumjua, na kazi yetu sasa ni kuueneza huo ufalme kwa kuwahubiria wengine. Ndio maana maeneo mengi Yesu anapofundisha kwa habari ya ufalme, mfano Mathayo sura ya 13, anaonyesha namna ambavyo ufalme unaenea. Ni kama mbegu iliyopandwa kwenye udongo, halafu kulingana na hali ya udongo ile mbegu inaweza ikakua sana au ile mbegu inaweza ikafia pale. Kwa mbegu ni neno la Mungu, mpanzi ni mhubiri wa neno la Mungu, udongo ni watu tunaopaswa kuwahubiria. Kwa hiyo sasa ufalme wa Yesu Kristo unaenezwa kwa njia ya sisi wana wa ufalme kuhubiri Injili. Alikuja duniani ili awe mfalme, alikuja duniani na alizaliwa ili awe kuhani, na zaidi sana alikuja ili awe sadaka. Kwenye Agano la Kale kuhani ndio alikuwa anatoa sadaka, lakini ni ajabu kwa Kristo, yeye ni vyote viwili. Yeye ni kuhani na wakati huo ni sadaka iliyo bora kuliko sadaka zote za Agano la Kale. Nafahamu wewe unafahamu hapo, na pengine unaanza kujiuliza, mbona huyu mzee ni kama anahubiri mambo ya Pasaka? Ndivyo ilivyo. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo hakuna maana kama hakutimiza kazi ya msalaba. Tunasherehekea kuzaliwa kwake kwa sababu ya kazi ya msalaba, na ndio maana mwanzoni kabisa, watu wa kwanza waliomtembelea kumuona huyu mtoto wanatabiri juu ya kazi ya msalaba, wanatabiri juu ya ufalme wake, wanatabiri kwamba yeye ni sadaka. Kwa nini? Kwa sababu kuzaliwa kwake kulikuwa kuna lengo, na hilo lengo ni kuleta ukombozi na kumleta mtu mmoja kwenye wokovu katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Kwa mtu wa Mungu, baada ya kuzungumza haya machache ambayo nimezungumza, ni nafasi ya tofauti sana ambayo natamani uitumie katika siku hii au msimu huu wa Christmas kutafakari hasa juu ya lengo la Yesu Kristo kuja duniani na kuzaliwa kama mwanadamu, na lengo hilo ni ili wewe ndugu yangu uweze kupokea wokovu. Kwa nazungumza pia na wewe ambaye bado hujaokoka na unatazama mahubiri hayo, unatazama mafundisho haya. Mungu na aiachilie neema ya wokovu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Kama ungetamani kuokoka kwa dakika chache sana, fuatana na mimi katika maneno haya, alafu nikuombee na tuweze kumaliza session yetu ya leo. Sema, Bwana Yesu, nimetambua kusudi la kuja kwako, kwamba lengo haikuwa kuzaliwa tu, lengo ilikuwa ni mimi unitafute, unipate, uniinue na kuniketisha katika ulimwengu wa roho pamoja nawe. Nasema asante kwa kunijia, nasema asante kwa kunitafuta, nasema asante kwa kunipata, nami nitatembea sawasawa na neema iliyoniokoa katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Amen. Naomba nikuombee mtu wa Mungu. Mfalme, nasema asante kwa ajili ya kila sikio ambalo limesikia, kila akili ambayo imepokea, na kila mmoja ambaye moyo wake umekuwa tayari kujifunza. Lengo hasa la msimu huu ni kile ambacho umekitimiza pale msalabani kupitia Kristo. Nasi Bwana tunasherekea hayo katika jina la Yesu Kristo. Niko hivi na nina ujasiri wa kukuzungumzia kuzaliwa kwake, kwa sababu alifanya kazi ya msalaba. Kama asingeifanya, nisingekuwa na ujasiri wa kuzungumzia kuzaliwa kwake. Nami nasema asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye amefuatana na mimi katika sara hii fupi, akipokea neema hii ya wokovu kwa njia ya kukiri. Ni maombi yangu kwamba Roho wa Bwana umemshika mtu huyo na utamuongoza katika njia zote za haki kwa ajili ya jina lako. Kwa Bwana, tumeyasikia haya ambayo umeongea na sisi, tumeyapokea tayari kabisa kwa ajili ya kuyaishi katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Mtu wa Mungu umebarikiwa sana. Kwa sababu hiyo sasa niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya. Msimu huu kawe mzuri wenye heri tele sana, na ninakuombea kwamba mabadiliko ya mwaka ambayo yako pia mbele yetu yakalete mabadiliko ndani yako katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Mungu atakutunza na hata sasa amekutunza. Hautapoteza wapendwa wako, mabaya hayatakupata wewe, wala town haitakaribia hema yako, asema Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Heri ya Christmas na heri ya mwaka mpya. Umebarikiwa sana.